Bismillahir Rahmanir Rahim. Lakal hamdu rabbana antal awwalu falaysa qablaka shay'un wa lakal hamdu rabbana antal akhiru falaysa ba'daka shay'un wa lakal hamdu rabbana antal zahiru falaysa fawqaka shay'un wa lakal hamdu rabbana antal batinu falaysa dunaka shay'un wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baada ya kumshukuru al-Haqq subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma na amani kipenzi chake na kipenzi chetu Sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam, anapokea al-Imam Muslim katika sahihi yake, Sahihi Muslim, hadithi nambari 55. Vile vile anapokea al-Imamu Abu Daud kwa hadithi nambari 4944. Vile vile anapokea al-Imamu Nasai kwa hadithi nambari 4199, hadithi ya Abu Huraira, na vile vile Tamimu Dari ameisumulia hadithi kama hii. Hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, ad-dinu nasiha, dini ni kunasihiana, dini ni watu kupeana nasaha. Na mimi insha Allah taala nataka nitumie hii hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naomba leo ni nasihi ndugu yangu al-akh al-aziz al-Sheikh Said Mafana. Napenda nimpe nasaha ndugu yangu kama huyu kwa maneno mazito na ya hatari aliyoyazungumza. Msikizeni maneno ya ndugu yangu aliyozungumza. Khitma ni bid'a na qunut ya alfajiri peke yake ni bid'a, sio haram. Kwa nini unajua ametumia neno haram? Ili kuwachanganya watu wasipate kuyajua haya, kwa sababu bid'a ni mbaya zaidi kuliko haram. Haya ndio maneno ndugu yangu Said aliyoyasema, na maneno haya bila shaka ni mazito sana. Maneno kama haya tutawafanya maulama wakubwa wacha Mungu wanaoifahamu sunna ya Bwana Mtume Muhammad, maulama wa ahlu sunna wal jamaa, akiwemo Imamu Shafi'i, akiwemo Imamu Malik, akiwemo Imam An-Nawawi na wengineo. Tutawafanya kama kwamba hawa maulama hii dini hawaijui, sunna ya Bwana Mtume hawaifahamu, ni wapotevu na wamepoteza umma, na hili haliwezekani alhabib hili jambo. Kwa hivyo nilazimu mimi nimpatie nasaha Sheikh Said. Ndugu yangu Sheikh Said, kwanza unataka ujue kwamba kunuti sio bid'a. Kunuti ya fajiri sio bid'a wala haramu wala upotevu, hapana. Ingekuwa kunuti ya fajiri ni bid'a, ni haramu, ni upotevu, al-Imamu Shafi hangetufundisha, al-Imamu Nawawi hangetufundisha, al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani hangetufundisha. Mpaka walipotufundisha ni kwamba ni jambo la halali ni jambo la kheri, ni jambo la sawa. Nasaha yangu Sheikh Said, na kuambia kwamba kunuti ni sunna, si bid'a, si haramu. Nani aliyekuambia kwamba kunuti ni sunna? Fungua kitabu kinaitwa Al-Adhkaru min kalami sayyidil abarari cha al-Imam an-Nawawi.
ukurasa 123, mlango nasemaje? Babul qunuti fi salati subhi, mlango wa kuleta kunuti katika swala ya asubuhi. Na imani al-adhkari unayo habibi, fungua mlango huu. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, i'lam, Imam an-Nawawi anasema i'lam, jua Sheikh Said, jua anna al-qunuta fi salati subhi sunna, kwamba kunuti, kuleta kunuti katika swala ya asubuhi ni sunna, si haramu, sio bid'a, sio upotevu, ni sunna. Lilhadithi sahihi, kwa sababu kuna hadithi sahihi ya Mtume. Hadithi nasemaje? An Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yazal yaqunutu fi subhi hatta faraqa ad-dunya. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuacha kuleta kunuti katika swala ya asubuhi mpaka alipofariki dunia. Ni kuonyesha kwamba kunuti alfajiri ni sunna. Na al-Imam an-Nawawi anakuambia wa hadha hadithun sahihun, na hii hadithi usio na shaka Sheikh Said. Imam an-Nawawi mwanachuoni mkubwa wa hadithi, al-Hafidh al-Faqih wamjua, anakuambia hii hadithi ni sahihi. Sasa nataka nikupe nasaha kwamba yale maneno yako uliyozungumza ni mazito. Unaposema kunuti ni bid'a, ni tena ni haramu, kwa sababu bid'a ni mbaya kushinda hata haramu. Hatari ndugu yangu Sheikh Said, wewe ni kipenzi changu, nasema lazima nikupe nasaha. Kwa hivyo al-Imam an-Nawawi anakuambia kunuti ni sunna. Imam an-Nawawi, tukisonga ukurasa wa mbele, ukurasa 124, bado anakufundisha Imam an-Nawawi na bado anakutoa shaka Imam an-Nawawi. Anakuambia wa'alam, jua anna al-qunuta, hakika kuleta kunut, mashru'un indana, ni sheria kwetu hilo, si jambo la bid'a, si jambo la haram, ni sheria. Wa huwa, na hiyo kunuti, sunnatun mutaakkada, ni sunna iliyotiliwa mkazo zaidi ndugu yangu. Subhanallah, subhanallah. Tizama maneno ya maulama wacha Mungu. Al-Hafidh al-Imam an-Nawawi anakwambia kunuti ni sheria, tena ni sunna ambayo imetiliwa mkazo. Hiki ni kitabu chake cha kwanza, kinaitwa Al-Adhkar, na nina imani unacho. Nikikuongezea faida nyingine al-Habib Sheikh Said, rudi kwenye kitabu kinaitwa Sharh Sahihi Muslim, bado ni cha al-Imam an-Nawawi, juzuu ya 5, ni ukurasa 176, mlango wasemaje? Babu istihbabil qunuti fi jami'i salati idha nazalat bil muslimina nazila wastihbabihi fi subhi daima, wastihbabihi fi subhi daima. Al-Imam an-Nawawi amekuwekea mlango kwenye Sharhi Sahihi Muslim. Ndugu yangu, huu mlango nenda ukosome Sheikh Said. Anakwambia ni vizuri, ni sunna watu kuleta kunuti, ni vizuri watu kuleta kunuti katika swala zote wakati inapopatikana majanga na shida katika umma. Wakati kukipatikana shida, kukiwa na matatizo, kukiwa na majanga, ni sunna, ni vizuri Waislamu walete kunuti misikitini ndugu yangu. Lakini Imam an-Nawawi akamaliza kusema wastihbabihi fi subuhi daima, na ni vizuri zaidi, kwa maana ni sunna watu kuileta kunuti asubuhi daima. Daima ni milele, siku zote. Asubuhi ni siku zote, sawa iwe kuna matatizo, sawa kuwe kuna shida, sawa hakuna shida. Ya alfajiri ndugu yangu Sheikh Said, al-Imam an-Nawawi anakwambia ni sunna, ni vizuri iletwe kila siku. Fungua Sahihi Muslim, Sharh Sahihi Muslim,
mujalladi wa 5 ama juzuu ya 5 ukurasa 176. Nimependa ndugu yangu, kipenzi changu, nikupe hii nasaha inshallah, kwa sababu maneno hayo uliyozungumza ni mazito sana. Umemfanya al-Imamu Nawawi ni mpotevu, umemfanya al-Imamu Shafi hana dini, ni mpotevu. Subhanallah. Na wewe huwezi kubali kwamba hawa ni wapotevu, lakini umeteleza. Na kuomba urudi ndugu yangu katika haki, na useme kwamba nimeteleza kweli, kwa sababu haiwezekani Imamu Shafi kutufundisha upotevu, kutufundisha haramu, kutufundisha bid'a. Haliwezekani. Ama ikiwa inawezekana, basi utakuja uniambie ndugu yangu, lakini nina imani kwa husni dhanni yangu ninavyokujua wewe, basi huwezi kuzungumza masala kama haya ati kwamba hawa wampotea. Haliwezekani. Ni umeteleza, basi urudi katika haki ndugu yangu. Na dini yetu ni dini ya watu kupeana nasaha, na dini haitaki jazba. Sheikh Said, dini haitaki jazba kabisa. Dini haitaki jazba, wala hatufai sisi kukaa kuzozana katika masala kama haya. Masala ya kunuti ndugu yangu Sheikh Said, lugha nzuri ungetumia, ungesema haya ni mas'alatun khilafiyya, ni mas'ala ya ikhtilafu baina al-ulama. Maulama wantafautiana jamani, basi anayetaka kufanya aendelee, ambaye hataki basi, lakini mapenzi, mahaba yetu, umoja wetu uendelee. Kwa sababu Sheikh Said, leo kuna watu wanahamu, wanafanya kila njama kuvuruga Uislamu. Yale mapenzi tuliokuwa nayo zamani yaondoke. Mayahudi wana kila njia kutuvuruga. Kwa hivyo ndugu yangu, tusiwe katika wale wenye kuwasaidia Mayahudi. Turudishe umoja wetu, mapenzi yetu, watu wawe pamoja. Kunuti ni masala ya ikhtilafu, na kuanzia leo ujue kunuti ni sunna, tena ni sunna iliyowekewa mkazo. Na aliyekuambia ni nani? Al-Imamu Nawawi, kitabu Al-Adhkar, ukurasa 123, mlango babul kunuti fi salati subuhi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuongoze sote, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe elimu na atuonyeshe haki tuweze kuifuata na batili tuweze kuiepuka. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana ya rabbi innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallim, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.